Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na wasalimu nyote kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Yeye ni mwaminifu na mtakatifu na hakuna wa kulinganisha na yeye. Haleluya. Amen. Ni Jumapili nyingine tena iliyopendeza Mungu, tarehe 13 ya mwezi wa 7 mwaka 2025. Mungu ametupa neema na kibali tena kukutana mahali hapa kwenye malango haya kwa ajili ya utukufu wake. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya wema na fadhili zake, kwa ajili ya yale ambayo Mungu anaendelea kutenda kwenye maisha yetu. Haleluya. Somo letu la leo linasema tabia ya Mungu. Tabia ya Mungu dhidi ya uovu na mateso. Haleluya. Ili somo ni somo gumu, ni somo pana ambalo unapaswa kumruhusu Roho Mtakatifu akufundishe kuelewa. Haleluya. Ni somo ambalo lazima umruhusu Roho Mtakatifu akufundishe kuelewa. Inasema tabia ya Mungu dhidi ya uovu na mateso duniani. Ili somo linakuja katika njia ya maswali. Amen. Somo hili linakuja kwa njia ya maswali, na unapojifunza tabia ya Mungu dhidi ya uovu na mateso duniani, tuna maswali matatu ambayo tunajiuliza, tutajiuliza na watu wanaendelea kujiuliza. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tuna maswali matatu ambayo tunajiuliza, tumejiuliza, tunajiuliza na tutajiuliza na watu wanaendelea kujiuliza. Haleluya. Swali la kwanza ambalo watu wengi wanajiuliza ni kwamba, je, Mungu anaweza kutenda maovu? Je, Mungu anaweza kutenda maovu au kutumia maovu kwa kusudi jema? Je, Mungu anaweza kutenda maovu au je, Mungu anaweza kutumia maovu kwa kusudi jema? Haleluya. Swali la pili ambalo watu wanajiuliza ni kwamba, kwa nini Mungu alimuumba mtu akijua huyo mtu ataanguka? Haleluya. Kama Mungu alijua, Biblia inatuambia Mungu ni Mungu anajua kila kitu. Omniscient. Kwa Kiingereza tunasema omniscient. Mungu anajua kila kitu. Sasa kama Mungu anajua kila kitu, kwa nini Mungu alimuumba mwanadamu akijua huyo mwanadamu ataanguka? Haleluya. Na swali la tatu ambalo tutajifunza kwenye kijitabu hiki cha tabia ya Mungu dhidi ya uovu na mateso ni, kwa nini watu waovu wanafanikiwa huku wacha Mungu wakiteseka? Haleluya. Kwa nini watu waovu wanafanikiwa huku wacha Mungu wakiteseka? Ukiangalia watu waovu wana magari huko nje, wewe huna. Wana majumba makubwa sana huko nje, wewe huna. Wanakula vizuri sana kuliko wewe. Kwa nini? Kwa hiyo somo letu nasema tabia ya Mungu dhidi ya uovu na mateso duniani. Kijitabu hiki kimeandaliwa na mimi. Amen. Amen. Kwa hiyo kimeandaliwa na mimi. Kama unakihitaji naweza nikakutolea kopi yake ukapata muda wa kulisoma kupitia taratibu, na Roho Mtakatifu akakuongoza kulipitia vizuri. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tunapotembea na somo hili tunatembea na kichwa kikuu, je, Mungu anaweza kutenda maovu au kutumia maovu kwa kusudi jema? Hiyo ambayo ni somo letu la kwanza au swali letu la kwanza. Inawezekana tusiweze kumaliza kijitabu hiki chote na tukamaliza Jumapili nyingine. Amen. Swali hili linagusa mojawapo wa mada nyeti sana katika Biblia. Tabia ya Mungu dhidi ya uovu na mateso duniani. Amen. Tabia ya Mungu dhidi ya uovu na mateso duniani. Msingi wa somo hili ni kuelewa jinsi Mungu mtakatifu
na mwenye haki anavyoweza kuruhusu au hata kutumia matukio ya maovu kwa faida ya kiroho kwa kutimiza mapenzi yake. Haleluya. Kwa hiyo kuna wakati Mungu anaweza kuruhusu maovu ili kutimiza kusudi lake, lakini Mungu hawezi kutenda dhambi. Haleluya. Jambo ambalo lazima ujue ni kwamba Mungu hawezi kutenda dhambi, Mungu hawezi kutenda maovu, lakini Mungu anaweza kuruhusu maovu kwa mtu. Haleluya. Mungu anaweza akaruhusu, na tunapozungumza kwenye kipengele hiki kwamba Mungu wakati mwingine anaruhusu maovu, sio dhambi. Anaruhusu balaa, anaruhusu majanga, anaruhusu matukio mbalimbali yampate mtu, lakini Mungu hawezi kutenda dhambi. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Amen. Mungu anajua kila kitu. Yeye anajua kila kitu, na yeye apende kuona mwanadamu akiishi maisha ya dhambi. Bwana Yesu apewe sifa. Twende tusome kitabu cha Isaya 45 mstari wa 7. Kitabu cha Isaya 45 mstari wake wa 7, Biblia inasema hivi: mimi naiumba nuru na kulihuluku giza, mimi nafanya suluhu na kuhuluku ubaya, mimi ni Bwana niyatendaye hayo yote. Haleluya. Yeye ni Bwana atendaye hayo yote. Mimi naiumba nuru na kuihuluku giza. Mungu huyo aliumba nuru, na Mungu huyo aliumba giza. Alitenganisha giza na nuru katika uumbaji. Haleluya. Kwenye mchakato wa uumbaji, Mungu alitenganisha nuru na giza. Kwa hiyo yeye, giza na nuru vyote ni vya kwake. Haleluya. Giza na nuru, usiku na mchana, Mungu alitenga kila kitu kwa kusudi. Alitenga mchana ili uweze kufanya shughuli zako mbalimbali, lakini alitenga usiku ili upate pumziko baada ya kufanya kazi. Haleluya. Baada ya kuhangaika kwa masaa, unajua Mungu sio Mungu wa upendeleo. Alitenga masaa 12 ya kufanya kazi, akatenga masaa 12 ya kupumzika. Kunapofanya kazi, baada ya yale masaa 12, overtime. Haleluya. Ni overtime, unafanya nje ya mpango. Kitu overtime ni kile unachofanya nje ya mpango, unajinyima muda wako wa kupumzika. Mungu amekupa masaa 12 ya kufanya kazi, amekupa masaa 12 ya kupumzika. Haleluya. Unapofanya kwenye masaa ya kupumzika, ni wewe mwenyewe unajinyima muda wako wa kupumzika. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo giza na nuru vyote Mungu aliviumba, Mungu aliviruhusu. Haleluya. Mungu anapenda mwanadamu aishi kwenye nuru, sio giza, lakini anaweza akaruhusu mwanadamu aishi kwenye giza ili kutimiza kusudi lake. Anaweza akakuruhusu ukapite kwenye mapito fulani magumu, mapito fulani mabaya, ili ujifunze. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna wakati Paulo anasema fulani, sijui alikuwa nani, nimemwachia shetani amfundishe. Haleluya. Shetani amfanyeje? Amfundishe. Kwa hiyo kuna wakati Mungu anaruhusu tupite kwenye mambo fulani mabaya magumu ili liwe funzo kwenye maisha yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Inawezekana umeonywa mara nyingi na wachungaji wako, umeonywa mara nyingi na wazazi wako, umeonywa mara nyingi na jamii, na utake kuelewa. Mungu anaruhusu upite kwenye teso fulani ili kupitia teso hilo ujifunze na ukumbuke yale uliokuwa unaambiwa na wazazi wako wa kiroho na wa kimwili. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa hiyo Mungu hawezi kutenda dhambi, lakini anaweza akaruhusu
jambo lifanyike kwako kibaya, jambo baya sana lifanyike kwako, ili yeye ajitwalie utukufu. Haleluya, Bwana Yesu apewe sifa. Ukisoma Mwanzo sura ya 50 mstari wa 20, Mwanzo 50 mstari wa 20, tusome pale. Mwanzo 50 mstari wa 20, Biblia inasema hivi: nanyi kweli mlinikusudia mabaya, bali Mungu aliyakusudia kuwa mema. Narudia, nanyi kweli mlinikusudia mabaya, bali Mungu aliyakusudia kuwa mema, ili itokee kuokoka taifa kubwa kama ilivyo leo. Haleluya. Hapa anaongea Yusufu. Yusufu anawaambia ndugu zake walimkusudia mabaya, lakini katika mabaya hayo Mungu alitumia hayo mabaya kuokoa taifa la Israeli kwenye njaa. Haleluya. Mungu anatumia mabaya hayo kujidhihirisha kuwa yeye ni Mungu. Wanadamu wanaweza akakusudia mabaya, lakini Mungu akapita katikati hayo mabaya, akakuinua na akakufanya ukawa taa ya ulimwengu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo ukiangalia ndugu wa Yusufu walimuuza, walimtumbukiza kwenye shimo, walitaka kumuua, lakini Mungu alibadilisha hayo kuwa wokovu wa taifa la Israeli. Lakini ukiangalia mtumishi wa Mungu Ayubu, Mungu anapiga stori na shetani, wanajadiliana juu ya Ayubu. Mabaya yote yaliyompata Ayubu, Mungu ndiye aliyeruhusu, lakini Mungu hakuyasababisha. Nataka muelewe hapa. Naomba hawa watoto mwatulize, wanatugia kelele sana mpaka tuelewani. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ayubu alipita kwenye changamoto fulani, alipita kwenye majaribu, alipita kwenye magumu. Ukisoma Biblia kitabu cha Ayubu, inakuonesha majadiliano kati ya Mungu na shetani juu ya Ayubu. Haleluya. Ayubu alikuwa ni mcha Mungu, alikuwa ni mtu mtakatifu. Biblia inatuambia Ayubu alikuwa na watoto 7 wa kiume na wa kike 1. Walikuwa wanakutana kila mwezi. Leo wakikutana kwa kaka yao mkubwa, mwezi unaokuja wanakutana kwa kaka yao mwingine, wanafanya sherehe, wanakula, wanakunywa. Lakini Biblia inatuambia kila walipokuwa wakimaliza sherehe zao, Ayubu alikuwa anaenda kutoa sadaka kwa Mungu, akitubu kwa ajili ya watoto wake. Anamwambia Mungu, inawezekana kwenye sherehe za watoto wangu huko kuna jambo wamefanya vibaya, wamekukosea, naomba uwasamehe. Alikuwa wapi taarifa kwamba sasa naenda kutubu kwa ajili yenu? Alikuwa anajua kwamba watoto wangu ni mimi. Wakiharibika watoto wangu, mimi nitatajwa kwenye uharibifu wao. Haleluya. Watoto wangu wakitengwa na Mungu, nami nitatengwa na Mungu, kwa sababu ni wangu, wametoka kwangu. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia tuonyesha watoto wa Eli, aliwaacha tu wanazagazaga madhabahuni, lakini walipata pigo, walikufa na baba yao naye akafa. Kwa hiyo Ayubu alikuwa ni mcha Mungu, lakini angalia mapito ambayo Ayubu alipitia. Alipita kwenye mambo mabaya magumu sana, lakini yale yote aliyopitia Mungu aliruhusu, kwa mpaka Mungu anaporuhusu jambo likupata, jambo baya, Mungu anafunga kinywa cha mauti. Haleluya. Mungu anafunga kinywa cha mauti. Utateseka sana, lakini huwezi kufa. Kwa nini? Mungu anakupitisha kwenye moto ili ufanyike kwa dhahabu safi. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo kwenye jambo la Ayubu, mapito ya Ayubu na mateso ya Ayubu, Mungu aliruhusu, lakini Mungu hakutenda dhambi. Mungu hakumgusa Ayubu kabisa. Haleluya. Mungu anaporuhusu mapigo yaje kwako, unapigwa kweli kweli. Yeye ameruhusu upigwe, ila yeye hakupigi.
anamruhusu shetani mpigaji. Jamaa linakuja na hasira zote, linakutandika. Na kwa nini shetani anatupiga sana? Anataka atupige mpaka tumuasi huyo Mungu. Haleluya. Mungu anamruhusu kuja kwako akupige. Mungu anajua yule ni wa kwangu. Shetani anamwambia yule ni wa kwangu, ngoja nikamdune sawa sawa kama ataendelea kusimama na wewe. Sasa anapokuja kukupiga, anakupiga mapigo makali sana ili umuasi Mungu. Kwa maana mapigo yanakuwa makali sana. Adui anakuja kutupiga sana, ila ameruhusiwa na Mungu kutupiga. Kwa Mungu anaruhusu ile Mungu afanye. Na anaruhusu kwa kusudi. Hakuna pigo linalokuja kwako bila kusudi. Linaweza likaja kwako ili wengine wajifunze kupitia wewe. Linaweza likaja kwako ili wewe mwenyewe ujifunze. Kwa mapigo yanapokuja kwenye maisha yetu ni ili tujifunze. Haleluya. Na maana Biblia inasema kwamba jaribu halina budi kuja kwako. Lakini kila jaribu Mungu atafanya na mlango wa kutokea. Kwa hiyo kila jaribu linalokuja kwako Mungu anafanya mlango wa kutokea. Haleluya. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo Mungu hatendi dhambi. Lakini hata yaliyo magumu Mungu anaweza kuyatumia hayo magumu kukuletea baraka kwenye maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa unapopita kwenye magumu, unapopita kwenye changamoto, kwenye shida, usichoke kumwomba Mungu. Usikate tamaa. Katikati ya magumu yako kuna njia. Haleluya. Katikati ya mateso yako kuna njia. Hiyo ndio tabia ya Mungu. Tabia ya Mungu ni kwamba anapita katikati ya mateso yako ili akuoneshe njia. Haleluya. Tusome kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 28. Kitabu cha Warumi sura ya 8 na mstari wake wa 8. Biblia inasema kwenye Warumi sura ya 8 mstari wa 8, wale waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. No, sio hapo. Zaburi 8:28. Ngoja nisome hapo, nimesoma mstari wa 8. Zaburi 8:28 inasema hivi: nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Amen. Katika mambo yote Mungu anafanya kazi na wale wampendao. Katika magumu anafanya kazi. Haleluya. Hata kwenye machungu kiasi gani bado Mungu anafanya kazi. Hata upite kwenye mapito kiasi gani, wewe umetengwa, umedharauliwa, katikati ya dharau hapo Mungu anafanya kazi. Haleluya. Katikati ya magumu unayopitia Mungu anafanya kazi pamoja na wewe, kama utaendelea kumtumaini, kusimama naye, kumkubali. Mungu anahitaji watu wanaomkubali, wanaokaa kwenye uwepo wake, wanaomtafakari. Kwa hiyo kwenye mapito yote, kwenye shida zote, kwenye magumu yote, kwenye hali zote, Mungu hufanya kazi na wale wampendao. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu hufanya kazi na wale wampendao. Mambo ambayo unapaswa kujua ni kwamba Mungu hatendi dhambi. Watu wanajiuliza, hivi Mungu yuko wapi? Watu wanapigana, wanauana taifa kwa taifa. Mungu yuko wapi? Lakini ukiangalia hayo yote yameandikwa kwenye Biblia. Taifa litapigana taifa lingine. Haleluya. Taifa litapigana taifa lingine. Watu watapenda pesa kuliko kumpenda Mungu. Watu hawatakuwa watu wasioheshimu wazazi wao. Tunalia leo, mbona mtoto wangu aniheshimu? Biblia imeandika nyakati za mwisho watu watajitenga na imani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anajua mwisho kabla ya mwanzo. Anatangaza mwisho kabla ya mwanzo. Na ndio nawaambia watu, kwenye maisha tuna vipindi vitatu kwenye maisha. Tunaita ni siku tatu kwenye maisha.
Kipindi cha kwanza kwenye maisha yako, kwenye kila kitu unachofanya kina vipindi vitatu. Naomba hiyo uelewe vizuri. Kila kitu unachofanya kina vipindi vitatu. Wewe unafanya biashara yako ina vipindi vitatu. Wewe unaolewa, kama hujaolewa usikilize, siku unaolewa uingie kwenye ndoa ukijua ndoa yangu ina vipindi vitatu. Na kwenye hivyo vipindi vitatu Mungu ametupa neema ya kuona vipindi viwili tu, mwanzo na mwisho. Ila Mungu hajatupa neema ya kuona katikati hapo. Bwana Yesu apewe sifa. Unapoanza biashara yako ya nyanya, akili yako inawaza mafanikio unayoenda kupata kwenye biashara yako ya nyanya. Haleluya. Unapiga mahesabu, nimechukua nyanya tenga moja ya 10,000, nitapata 20,000. Akili yako haiwazi nyanya ngapi zitaoza hapa katikati ya safari. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Uwazi nyanya ngapi zitaoza hapa. Hilo ni fumbo. Haleluya. Ni kipindi cha pili kwenye biashara yako. Tunaona kipindi cha kwanza tunapoanza, siku ile unaanza, wateja wanakuja wengi, unafurahi, leo nimepata 500, nimepata 3,000. Unapiga mahesabu, hapa nikifanya hii biashara kwa mwezi nitakuwa nimejenga. Haleluya. Uwazi magonjwa atakayokuja hapo katikati, atakayoanza kuchomoa hela zako za nyanya na kurudisha mtaji nyuma. Wazi. Haleluya. Unaingia kwenye ndoa wakati bado mnapendana mpaka mnabebana mgongoni. Hamwaze migogoro inayokuja katikati ya safari ya ndoa. Haleluya. Mnawaza kuwa na watoto weupe wazuri huko mbeleni, ando mnawaza. Mnaona mafanikio makubwa ya ndoa yenu mbele. Mungu ameficha migogoro, makofi na mateke utakayopitia hapa katikati. Bwana apewe sifa. Unapoanza huduma unaona mambo makubwa mbele. Mungu amekufichia changamoto za huduma utakazopitia hapa katikati. Hiyo ndio tabia ya Mungu. Mungu anatangaza mwisho mwanzo, ila anakufichia matatizo hapa katikati ili usichoke, ili usikate tamaa. Kwenye maisha yako kuna mambo matatu. Kuna siku tatu. Unapoanza ni siku ya kwanza. Unapoendelea hapo katikati ni siku ya pili. Utakapovumilia kwenye siku ya pili ndipo utakapopata hayo mafanikio uliyokuwa unaona kwenye siku ya tatu. Na ukitaka kujua hilo vizuri, soma Zaburi 23. Daudi anaanza vizuri, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa kitu. Unaona? Daudi anaona mafanikio makubwa. Anasema nikiwa na Bwana hakuna njaa. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa kitu. Alafu Daudi anaenda anaanza kulia, nijapopita kwenye uvuli wa bonde la mauti. Daudi anakuja kugundua kumbe kwenye hii safari kuna kupita kwenye uvuli wa bonde la mauti. Kuna mateso, kuna kupambana na Goliati, kuna kugeukwa na watoto wangu, kuna shida nyingi kwenye safari hii. Lakini mwanzo alisema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa kitu. Anapoanza kupungukiwa kitu anaanza kulia, anasahau ombi lake la mwanzo. Baada ya Daudi kupita pale, Daudi anaibuka tena na kauli kama ile ya kwanza, waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Ameshinda. Sasa huwezi kushinda kama utashindwa kuvumilia mapito ya siku ya pili kwenye maisha yako. Haleluya. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kama uweze kuvumilia changamoto za hapa katikati, uweze kushinda. Kama kwenye biashara yako nyanya zikioza mara 2 3 na kata tamaa, sasa mimi naletaga wateja. Ukiona mama fulani aliyekuwa ananunua kwako ameenda kununua kwenye kichanja cha jirani, unavimba siku zima umsalimii. Hufai kufanya biashara. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo Mungu, tabia ya Mungu ni wa tofauti kabisa na wanadamu.
Mungu anakuwa nasi kwenye shida na kwenye raha, na hata katikati ya magumu yako, yeye bado yupo pamoja na wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mungu huruhusu, lakini hasababishi dhambi. Mungu anaruhusu upite kwenye hali fulani, lakini Mungu hasababishi